Yes, bwana, uhali gani mwana Kapa TV kokote ambako unanisikiliza na kunitazama. Niko na mbea wa taifa, mbea wa Tanzania, mtu ambaye ana majambo yake na akiyafanya anakuwa hot kweli kweli. Anaitwa Maimartha wa Jesse. Habari yako dadangu? Salama, karibuni sana. Asante. Wow, Hongera wa kupendeza. asante. Nini siri ya mafanikio Damai? Kupendwa sana, kutunzwa, kugharamiwa? Siri ya mafanikio ni kujiheshimu, Mm. kuheshimu watu na kufanya kazi kwa bidii. Ndio tunapatikana hiki ambacho tunachokiona. Kabisa. Bwana, mji ni wa moto kweli kweli. Kabisa. Mji umetaradadi. Kumekucha. Kila mtu ana la kwake. Mambo ni mazito. Mazito, huku kuna Oli. Huku kuna kina Gachi. Huku kuna yani mambo ni juu. Hatari. Kuna vibao kata vilivyoenda kufanyika Dubai kwa siri, unaambiwa hatari. Mambo private. Vibao kata Dubai. Kila mtu na wake. Niambie. Zuchu Dubai hakwenda, jiulize Nasibu alikuwa na nani? Hayo mazito tutazungumza baadaye. Mimi nataka tuzungumze hili ambalo linalozungumzika sasa hivi. Watu wamekuwa wanazungumza mengi sana kwamba Wema, ile mimba sio ya ukweli, kuna editing ambazo zinazoendelea na vitu kama hizo. Watu wanazungumza mengi sana. Wewe ni mtu ambaye umeshuhudia vingi na ni mtu ambaye wa karibu sana na ile familia. Je, haya yanayosemekana na ukweli kiasi gani? Wema alipata ujauzito kweli na amebahatika kupata mtoto wa kiume Oli kweli. Hakuna mimba ya AI jamani. Hakuna mimba si tumbo la uongo na ukweli. Hapana. Hakuna mtu ambaye napenda kuzungumza ukweli kwenye hizi kazi kama mimi. Naweza kusema ni furaha kwa watu wengi mno, lakini kuna angalizo. Unajua bado yule mtoto ni mdogo. Hata kusema akiumwa mafua inakuwa mtihani hata kumtibu. Tunaona marafiki zake wengi, ni jambo la heri, wanaenda wanamshika hadi mtoto. Jamani, yule mtoto bado mchanga, anaweza akapata maradhi ama akapata radhi lolote lile. Jamani, kumtibu ule mtoto ni mtihani, kwa sababu bado sijui mnanielewa. Kuelewa dada Manake hata kama dozi yani haijulikani hata anapewa dawa gani, anaachwa dawa gani, bado mdogo sana. Kwa hiyo ni angalizo. Mimi ningemwomba Wema, kuna utaratibu mzuri tu, kwa sababu tunajua watu wengi mjini perfume kama kawaida, manukato kama kawaida, hatujui watu wametoka wapi. Mtu anakuja re taratibu. Wema na mama Wema na Whozu weke mpango mzuri, mkakati mzuri tu ambao unaweza ukaboresha afya ya mtoto pamoja na mama. Na umezungumzia hapo kwa marafiki wanaokwenda kumuona Wema, lakini nikawa najiuliza swali moja. Sikuona Lulu Diva kuposti chochote wala kwenda pale. Ina maana bado ana hasira na Wema? Sidhani kama ana hasira, ila ikumbuke tu kwamba Lulu Diva na Wema walipishana, waligombana. Naamini Mwenyezi Mungu atawafanyia wepesi, tofauti zao zitaisha. Yule ni mtoto Damai, hajui chochote. Kwa nini angeonyesha tu upendo kwa mtoto? Mimi naamini bado siku zipo. Ndo kwanza mtoto ana siku ya 3 kama sikosei. Siku bado zipo, na Lulu naamini ni mtu ambaye anajielewa. Kuna kitu naamini atafanya. Unalizungumzia vipi hili la Tunda kuonesha upendo, kuonesha yeye pia amesupport na amefurahishwa kuona baba mtoto wake naye amepata mtoto mwingine kwa mwanamke mwingine? Tunda mzungu. Tunda anafahamu kabisa mtoto wake 30% kama sio 40 amelelewa na Wema Sepetu. Anafahamu kabisa. So kwa namna hii nadhani anajua wajibu wake, na kuna siku nishai kuzungumza naye Tunda, nikamwambia ajiandae kumlea baby Oli kama ambavyo Wema alikuwa anamlea Lola. Umezungumza masuala ya Dubai, watu wameenda kufanya kibao kata. Hii imekuwaje na kwa nini kaachwa Dar es Salaam Zuchu? Si anatarajia. Si unajua tena ile hali inataka utulivu. Na wewe unavyoona Nasibu angebeba. Nasibu ni full network. Kila mahali network inashika. Inasemekana kimefanyika kibao kata. Cha kata funua, kibao kata cha hatari, cha kishua kibao kata. Yaani Uswahili umeenda kufanyika ushuani. Damai hatari hiyo ujue. Wewe unaambiwa kila mtu alikuwa na wake. Yale huko anatendeka huko hatari. Viuno vinanyongewa juu katikati, viuno teke. Niambie.
mama, mambo ya Uswahili. Na sasa unajua mambo anayopenda Nasibu, Vitu vyake. vitu Mtu vyake. wa Kiswahili yule. Wewe unaambiwa amechukuliwa nani yule mwimbaji wa mpaka Dubai kapelekwa. Mwimbaji gani? Nani bwana yule? Jamani anafanya Nani? nini? Hassan Ali au? Nani? Yule nani Junior? Nani yule? Nani yule? Bulande. Kivurande Junior. Wewe usiniambie Damai. Kivurande katolewa kapelekwa Dubai kwenda kuimba taarabu, kwenda kuimba mduara, kwenda kuimba kibao kata. Wewe unaambiwa hicho kibao kata, watu viuno wananyongea kati, juu kwa chini, pembeni. Kila mtu unaniambia na kila mtu na wake. Na kila mtu na wake, na unaambiwa Zuchu wa kuwepo. Sasa usitake kujua Nasibu alikuwa na nani. Hizo siri za watu. Watoto wa Kihimarati, mtoto anakupita ananukia hatari. Mtoto ana kiuno cha hatari. Sasa yule mtu ambaye ameachwa Dar es Salaam na ile hali hivi, jamani, si watu wampa uchungu mapema? Mimi naamini Zuchu anamfahamu Nasibu kuliko hata ambavyo sisi tunamfahamu. Zuchu ni smart girl, anajua nini anahitaji kuliko hata sisi ambavyo tunamwangalia, so anaishi kwa akili. Anajua nini acheze wapi, anajua mipaka yake, anajua. Wale vitu hivyo havimuumizi, naamini kwa sababu kuna time mpaka nafikiria kudiriki kusema kwamba Nasibu inabidi awe makini. Anaweza akalia yeye kipindi hiki. Umeona nini Damai? Nimeona kwa sababu Zuchu sio Zari. Zuchu sio Tanasha. Zuchu sio Hamisa Mobeto. Zuchu ni Zuhura Othman Sud, mtu wa Kizanzibari hatari, amevuka maji akaja bara. Ogopa hatari Damai, ogopa. Mtoto mstahimilivu mpaka anaogopesha. Wewe unaambiwa kuna wakati anasema, yani yale mambo anaongeaga Mai, mimi ni kama vile ananisaidia yani kuboresha mapenzi yangu. Wewe uogopi? Ogopa Damai, mambo mazito hayo. Asante. Damai, hivi ICU kwa nini haipo? ICU mkataba umeisha. Kuna namna ambapo mambo yaliharibika. Kiukweli mambo yaliharibika. Mkataba hadi sasa hivi wanatuhitaji DSTV. Kuna mambo yaliharibika. Kuna mwenzetu mmoja aliharibu mambo, kwa hiyo ya Bananga. Kwa uwezo wake subhanahu wa ta'ala, hata Mwenyezi Mungu naye pia atamfanyia wepesi. Lakini by the way we are okay, tumeendelea kujenga platform zetu na nawashukuru sana mabosi wangu wa DSTV. Amesema bosi zetu wa DSTV, kwa sababu bado wameendelea kuonyesha moyo wa kutuhitaji tuendelee kufanya nao kazi. Na mwenzetu pia aliyevuruga mambo, mimi namwambia nampenda, hatuwezi kumwacha, yeye ni mwenzetu. Tutaweza kumuona ananyongea, tuko naye bampa tu bampa. Tulikuwa familia moja na tutaendelea kuwa familia moja hivyo. Unapozungumza mwenzenu unamaanisha nani? Maana ulikuwa wewe, Juma pamoja na Kwisa. Kijana kuwa uyaone. Nasima Gorofa. Nasima Gorofa. Sasa msubiri kwanza. Kwa hiyo wewe humjui huyo mwenzetu? Mimi simfahamu. Unamjua bwana sana. Bwana Damai. Unamjua? Kweli namfahamu. Unamjua. Wala nilikuwa na Damai na kama umemsikia yeye mwenyewe amezungumza mengi sana, anasema kwamba ila haija kudisappoint kwa namna moja ama nyingine. Hapana. Haijakukata. Hapana, unajua duniani hakuna mkamilifu. Na unapomnyoshea mwenzako kidole kwa sababu aliharibu mambo, kiukweli unakuwa kama unazidisha hivi. Kutokea mwenzenu mmoja kaharibu mambo, mnazungumza, kisha hapo kuonelewa huruma ndio busara zaidi. Na sio kumtia vidole vya macho kiukweli. Kwa hiyo wewe umesafinia nia yako kabisa, uko radhi naye kabisa, kwa moyo mmoja kabisa. Leo na kesho ikitokea kazi nyingine tutafanya inshallah kabisa. Mungu akufanyie pesa dada. Amina. Uwe na moyo huo. Asante sana. Mungu akujalie sana. Asante.